Ni lazima kuna mtu ameingilia kati penzi letu. Maana Sofia amebadilika kabisa. Unadhani atakuwa nani? Mwanaume. Na huyo mwanaume ni mshenzi sana kwa sababu hawezi kumpenda mwanamke ambaye ana ujauzito wa mwanaume mwingine. Hivi una nini? Hebu niache bwana. Shida yako nini? Naomba tuzime. Sophie vipi? Shem. Nonsense. Pigo la mijeledi la chapangozi na pigo la ulimi la vunja mifupa. Ukianguka simama tena, mapenzi yanapenda la hili pigo la mapenzi la tesa mioyo. Ukianguka simama tena, mapenzi yanapenda la hili pigo la... Mume wangu, vipi? Wakati umefika wa kumwambia ukweli. Mwambie ukweli? Uogopi? Siogopi na amani. Na labda kwa upande wako mwenzangu. Mimi nahofia sana. Asije kutuona kwamba tunataka kumtelekeza kwa kipindi hichi ambacho anamaliza chuo. Kwani usingemwambia wakati huo ndio ulikuwa uko sahihi? My love, kipi bora? Tumwambie sisi wenyewe sasa hivi au tusubiri mpaka mwenye aje agundue kwa wakati wake? Mume wangu, utawezaje kumweleza? Hebu nenda kanitengeneze kahawa. Afu kija nitakusimulia kila kitu. Sawa. Okay? Nenda. Zawadi yako hiyo. Mimi nilijua unataka kunipa kitu cha maana. Unanipa mimi hilo dola kuwekea maua salani. Sasa ulichukue tu basi, wewe ndo mwanamke basi kaweke basi maua. Please. Chukua.
Hiyo ni gari yako. Unastahili kwa gari. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Panda daladala, pikipiki. Come on. Lakini zaidi ya hapo pia kuna hii. Do you marry me? Pole, usilie. You deserve. Baby, you deserve. You know what? You're welcome. Unastahili yote. Sasa twende nje ukalione gari lako. Liko hapo nje. Kwa hiyo Baby, nani? obviously atakuwa ni Adamu. Adamu! Naam bosi. Kijana wangu wa kazi tu hapo. Hana neno. Twende. Thank you kwa kila kitu. Ila naombi moja tu. Baada ya hivi vyote natakiwa uende kujitambulisha nyumbani. Baada ya hivi vyote nenda nijitambulishe nyumbani. Sasa hiyo ni lazima. Najua hizo process zote lazima zifuatie hapo. Lakini kabla ya kwenda kwa wale wote, si lazima nikudhihirishie wewe kwanza. Tanzania. Pigo la mijeledi la chapangozi. Ni lazima kuna mtu ameingilia kati penzi letu. Maana Sofia amebadilika kabisa. Unadhani atakuwa nani? Mwanaume?
Na wewe mwanaume ni mshenzi sana kwa sababu hawezi kumpenda mwanamke ambaye ana ujauzito wa mwanaume mwingine. Hivi Tosh, ngoja nikuulize. Kwani wewe na Sophie mlikubaliana nini kuhusiana na mahusiano yenu? Tufunge ndoa. Mfunge ndoa? Na ushai kukaa ukamuuliza kama bado na ule msimamo? Ushai kumuuliza? Wewe ulizungumza naye. Amesemaje? Maana mimi nikiongea naye anasema anakuchukia. Lazima nichukie, si ana mwanaume mwingine? Ila ole wake. Utafariri. Unajua umekosea kitu kimoja. Yaani kwenye situation kama hii, ungetakuwa mvalishe pete. Sasa hivi tusinge watu tunaongelea mambo. Afumbua. Fumbua. Ni nini? Yaani hata msichana wa kazi ukimpelekea tu hawezi kupokea kitu kama hiki. Kwa hiyo umeona hichi ndio kinanistahili mimi, si ndio? Huu uchafu wako huu. Hivi? Hivi unanichukuliaje? Unanionaje yani ukiniangalia? Jinsi ulivyo hivyo na mwili wako mkubwa, unatakiwa kuwa na akili na hela kununua vitu. Kinini hicho umeleta? Ningejua I swear, nisingepoteza muda wangu. Hili pigo la mapenzi latesa mioyo. Ukianguka simama tena. Mapenzi yanapenda. Hili pigo la mapenzi.
Yaani nyinyi mkishakula mkikusanya chakula vyenu vyote mkishashiba nikusanyeni nini kama kawaida yangu. Ndio hivyo. Jamani leo mimi nahamia siku ya kuku. Kwa sababu bosi leo ajipange kabisa. Na unaagiza na huna hela na unategemea mtu mwingine akulipe. Mimi nimesema tu. Sasa wewe Amina, unamtaja bosi afu mjui bosi nani? Haya, mimi leo jamani si sana. Nakula tu vitumbua na maziwa tu. Acha. Melissa mbona waagize? Hamna shida, nyinyi agizeni tu. Mimi nitakunywa maziwa. Unajichosha tu shoga yangu. Kwa kawaida unajua mabosi wakiwa sehemu mpaka maskini tuagize kwanza tumalize ndio wenyewe wanaagizaga mwisho. Sasa wewe unamuulizaje bosi anakula nini? Nyie agizeni, kuleni mnachotaka. Bosi wetu leo Melissa. Melissa ndo bosi leo? Mtu anafuatwa na gari la kifahari. Wewe umeshafuatwa na gari wewe? Gari, sizungumzia usafiri, nazungumzia gari. Yule mtu ni rafiki yangu tu, hamna kitu chochote kinachoendelea. Alafu mbona gari ni kitu cha kawaida sana kwa wasome kama nyinyi? Lakini nategemea na mtu. Jamani nisikilizeni. Sasa kwa uzuri kama huu jamani, mlitaka huyu mwenzenu afuatwe na fursa la mchanga au? Acheni hizo bwana. Haya umesikia. Sophie, umemwona shemeji? Umekosa maneno ya kuongea. Umeshashiba sasa, maneno yanakutoka tu, si ndio? Koma. Mwanzo na mwisho dakika hii. Jamani, hebu mwacheni mwenzenu, sawa? Asije akajifungua mtoto njiti bure huyu kwa maneno yenu ya mauzi hayo. Umenielewa? Ulinipa wewe hiyo mimba? Au maneno yanawatoka tu kisa Melissa hapa ni bosi anawalipia, kwa hiyo mnajisogeza karibu na tajiri, mnajifanya mnaongea tu. Maneno yanawatoka tu ovyo ovyo. Jamani Sofia, si tumeongea tu. Kelele bwana hiyo. Jamani mwenzenu najuta. Nimeshashiba hapa. Si ulikuwa na njaa wewe? Kwa neno hilo nimeshiba mie. Hayo wapi tena? Kubwa. Shemeji, mbona hujaja kujumuika na sisi kama inavyokuaga siku zote? Sophie, hataki kukaa karibu na mimi. Chanzo ni nini? Hajaniambia. Mimi nadhani kwa sababu ana mwanaume mwingine. Lakini ana mimba yako. Hajali. Labda uongee naye. Sawa, ila itapendeza zaidi na wewe ukiwepo. Amina ameniambia kwamba Sophie ananichukia sana. Sidhani kama atakubali. Amina ni kibaraka wa Sofia. Na usishangae kesho akawa upande wako, kesho kutwa akawa upande wangu. Kwa hiyo tunafanyaje? Wewe ni mwanaume. Mimi nafikiri ulisimamia ili kiume, ili swala liishe. Liishe kabisa. Sawa. Nimemuona Melissa kaenda kuongea na Toshi. Yaani mimi ninavyomuona atakuwa namtaka sio bure. Unajua Melissa ni mshenzi sana. Najua. Ila mimi nitamkomesha. Trust me. Anaweza akaenda kukusemea nyumbani. Hata akisema mimi baba na mama, yani hao wazazi wananipenda kuliko unavyofikiria.
Na wanajua kama Melissa ameangwa gari? Wajulie wapi? Hawajui. Hawajui. Ndio maana nataka unisaidie kumfuatilia kila hatua. Mimi nimfuatilie. Aha. Halafu wachane. Hivi kwa nini unataka kutoa mimba? No, nakuuliza, natakiwa nijue. Amina. Unajua Toshi ni mwanaume maskini sana. Kwa hiyo mimi natakiwa kuwa na mwanaume kama Melissa ambaye he got everything. Sawa. Kwa hiyo kuniuliza kwa nini nataka kutoa mimba ni sawa na kuniuliza kwa nini nataka kuendelea kuwa na Toshi. Kwa hiyo jibu ndio hilo. You got me? Mume wangu. Niambie. Unajua mimi najaribu kutafuta furaha ya Sophie kwenye taarifa yako. Mpaka sasa sio. Niko unachosema. Ila hakuna jinsi. Sophie ni haki yake kuwajua wazazi wake. Na hivi baby unafikiri atalia basi? Najua hatalia. Atanyamaza. Lakini itabaki kichwani mwake. Ujue Sophie 100% anajua sisi ni wazazi wake. Hilo na mimi nimeligundua, ila kuna kosa ambalo tulifanya wakati fulani. Tulimuonyesha mapenzi makubwa na upendo hali ya juu Sophie kuliko mtoto wetu Melissa. Mume wangu. Ndio. Mimi naomba uniahidi kitu. Kitu? Ndio. Mke wangu unajua sana jinsi ninavyokupenda. Na unajua siwezi kukataa chochote kile. Sasa hapo unataka kunipiga kigongo. Lakini unatafuta tu sababu ya uko mbeleni kija kukataa unaambia lakini mume wangu si nilikuwa ameniahidi na unatafuta kitu hicho. Haya haidhuru. Niambie ni kitu gani hicho? Naomba uniachie Sophie kwanza nikae naye kabla hujaongea naye. Afu nitakupa uongee naye. Kabla hujayafanya hayo, naomba niachie tu Sophie kwa muda. Haya. Tuwasubiri warudi kwanza. Hapo ndo ninapokupendea mwanangu. Afadhali da. Haya gonga mayai hapo. Jamani. Unajua njaa 10 unafikiria Sophie tu hapo. Hamna mwanangu. Nimemzoea. Hili pigo la mapenzi latesa mioyo. Ukianguka simama tena, mapenzi yanapenda. Hili pigo la mapenzi latesa mioyo. Kwa nini sasa? Kuna kosa nimefanya? Kwamba haujui kosa lako. Lipi? Kosa lako ni hili. Hauna hela. Mwanaume hauna hela. Na mimi siwezi kuwa na mwanaume kama ambaye hana hela. Yaani Lakini una mimba yangu. So what? Kwamba hii mimba ukiitoa unatoa na roho unakufa au? Naenda kuitoa tu. Natoa na wewe sikutaki na sitaki kuwa na mtu kama wewe, na wewe na mimi hatuhusiani. Unaenda wapi sasa? Niache. Tulia basi kwanza. Naomba niache. Nipisha nipite. Sikiliza. Hivi na nini? Sikiliza basi. Hebu niache bwana. Shida yako nini? Naomba tuzungumze. Sophie vipi? Shem. Nonsense. Vipi? Usijali, ngoja nikaongea naye sawa? Usijali. Sawa.
nini? Vipi, mbona nizuia njia? Hivi Sofia, unaweza kuniambia kwa nini ulikuwa unamzalisha kijana watu pale? Hey. Unamtaka? Unasemaje wewe? Umeamua kunidhalilisha, unanitusi sasa, si ndio? Kuwa na adabu. Alafu muda mwingine tumia akili hata kidogo, sawa? Yaani toka umenunuliwa kile kigari, ukavaishwa na hicho kibati hapo mkononi, unajiona wewe ndio una akili sana, unaweza kutukontrol sisi wote, si ndio? Angalia na marafiki wako wanao. Huyu msichana anakupoteza. Babu wewe. Huyu msichana anakupoteza. Nampoteza hivi si mtu mzima na akili zake huyu. Unasemaje? Unaweza kunijibu mimi wewe? Alafu nakukanya Amina. Kaa mbali na mdogo wangu, umenielewa? Pumbavu wewe. Wewe, Sofia. Sofia, sijamalizana na wewe baba. Sikiliza. Stop. Hebu basi wewe unanisikiliza hata kidogo. Hebu subiri. Melissa, wewe ni dada yangu na mimi siko tayari kuona unaharibikiwa, right? Honestly, sijisikii furaha kuona wewe uko na yule mwanaume kwa sababu ni aina ya mwanaume ambaye mimi namjua, najua tabia zake zote na achana na yule mwanaume. Sio mwanaume ambaye anakufaa. Mimi najua mambo yake mengi tu, siri zake zote nazijua. Don't do this, please. Naomba achana na yule mwanaume. Melissa! Melissa! Achana naye.